Asanteni sana. Mimi kabla nianze kuongea, ningependa kuongea kuhusu hawa wazee wetu, elders wetu kutoka Ukambani. Mimi pia ni elder wa Wakamba, kwa sababu hawa wazee ile shughuli wanafanyia ndugu yangu Muli waliwahi kunifanyia siku moja, na wakanipatia baraka na wakanambia niende kupigana, na nikaenda kupigana. Wakaunganisha Wakamba wote kule Nairobi, wakanisaidia na jamii zile zingine ziko Nairobi, na nikakuwa governor wa Nairobi kwa sababu ya baraka kutoka nyumbani. Kwa hivyo mimi nimesikia wewe Muli unasema ati unaacha kupigana. Kwa nini unaacha kupigana? Unataka kuwa kiongozi, lazima uendelee kupigana, lakini unapopigana unapigana kwa njia ya heshima. Unaheshimu wale wengine ambao wamekutangulia uongozini. Mimi juzi nilikuwa pale Nairobi nikijaribu kupaka gari kwa ile parking yangu tu nikiwa governor, kwa sababu kulikuwa na kelele huko Supreme Court, kina Kalonzo walikuwa wanafanya maandamano. Niliposhuka naye governor akaingia, akanisalimia, akanambia twende ofisini usaini kitabu. Kwa sababu ya maturity na heshima nikaenda nikasaini kitabu kwa governor. Lakini hiyo haimaanishi governor akifanya makosa, sababu tulikunywa chai tukasalimiana, ni nyamaze kama kiongozi. Kwa hivyo wewe ukiona Malombe analeta mchezo, wewe vuruga. Sawa? Hatukwambii heshima uogope wakati viongozi wananchi wananyanyaswa. Huyu Muli ni rafiki yangu miaka mingi sana. Nilijuana na yeye huko Dubai mwaka wa 2010, hata kabla nikuwe mbunge. Tumesaidiana tukiwa huko. Nikifika Dubai, yeye ndiye ananipangia magari. Kabla ninunue nyumba huko, yeye ndiye alikuwa ananionyesha mahali ya kulala. Alikuwa ananionyesha mahali ya kupiga sherehe. Tulikuwa tunatembea na yeye. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa kusaidia rafiki yangu. Na mimi nakuanga rafiki ya ukweli, si rafiki ya uongo. Ile kitu utatema unasimama. Nasikia wewe ni party leader, lakini wache tu ya urais, kwa sababu ya urais hiyo iko na mwenyewe. Kiti ile unataka kusimama, wewe simama, usiogope. Kwa sababu mimi wakati nilianza siasa sikuogopa. Na wacha niwaambie, kama kuna watu wetu wale wako na umoja, ni Wakamba wa Nairobi. Kwa sababu nikiwa mbunge nilisimamishiwa Wakamba kama wanne. Marehemu Kitivi, Stella Mbai, Wakamba karibu watatu. Lakini Wakamba walipoenda kwa ballot wakasema wanataka Mbuvi, Sonko, Kioko. Walijua wale wengine wamewekwa hapo kugawanya kura zetu. Nilipoenda Senate bado nilipata kura mingi sana, kwa sababu watu wetu walipiga kura kama block, jamii zingine pia wakanisaidia. Kwa hivyo mimi nawaomba mkae na umoja, muongee na sauti moja, muache kugawanywa, muache siasa mbaya. Mzee Moi alituambia siasa mbaya, maisha mbaya. Na bado mimi nakumbuka vizuri sana wakati nilijaribu kusimama, wacha vile wewe unasema elda wetu wameita viongozi hawakukuja. Kwa nanijua. Nilienda kwa Mheshimiwa Kalonzo kwanza akiwa vice president na baba yangu, akaniambia hapana, enda ujaribu kansela kwanza. Nikamwambia sawa. Nikaenda kwa Raila Odinga, akanitapeli pesa yangu kwanza kama kawaida yake. Akanambia hapana, wao kana Ruben Ndolo. Nikaenda kwa Tip Kalembe Ndile akanisaidia, akanipatia direct nomination. Lakini kabla nichukue, nikasema hii Makadara iko na Wakikuyu wengi sana, wacha tujaribu mama kwanza Martha Karua kama atatusaidia. Kwenda kwa Martha Karua
Akasema sawa, chukua direct nomination. Tukaenda kwa debe. Kalonzo na Kibaki marehemu walishangaa, Raila pia akashangaa kwa sababu niliweza kuchaguliwa kuwa mbunge. Nasema hivi kwa sababu gani? Wewe usirudi nyuma. Kama umeamua unataka kiti, wewe simama upigane, usiogope. Na narejelea, bora uko na heshima, uheshimu viongozi wale wamekutangulia, pigana kwa njia ya heshima, kosoa watu kwa njia ya heshima, na Mungu atakusaidia. Mimi naweza kupatia advice, nafikiri we are age mates, lakini naweza kuadvise kwa sababu wewe ukianza maisha Dubai, mimi nilikuwa mbunge. Those 18 years ago. Na nimepigana na giants wa siasa. Ukitaka kusucceed kwa siasa, lete uongozi chini. Bring leadership down to the grassroots. Hiyo mambo unaongea ya ambulance, ya school fees, ya chakula. Ningependa kupongeza waziri, nimeona anazunguka Ukambani akigawanya chakula. Na nimeona juzi kuna kijana mmoja Mshezi, sijui ni mbunge wa Yata ama wa wapi, akiletea wanawake shida, akileta guns wavuruge waziri. Waziri, wewe unaniita hizo ukienda tukusaidie. Mtu akitaka kupigana apigane na wanaume, achane na wamama. Nimeona pia mzee mmoja hapa, sijui anavuta bangi. Anaitwa nani ule mzee? Iko mzee anatukana na wamama hapa, kitu anaitwa nani? Huyo mzee pia aheshimu wa mama. Sisi tunaheshimu wa mama. Weza mtu ako opposition, mama ako upinzani, ako serikali, hao ni wa mama zetu. Tutabaki Wakamba. Unaona ndugu zetu wa Mount Kenya vile wameshikana? Unaona Nyanza vile wameshikana? Unaona Rift Valley vile wameshikana? Mimi naomba tushikane namna hiyo. Tukiongea tunaongea na sauti moja. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea mingi. Nataka nichukue hii nafasi nimkaribishe waziri wa serikali Mheshimiwa Penina Malonza, ambaye tunamheshimu sana, akuje aongee wananchi maneno. Tunajua kuna kelele hapa na pale. Mheshimiwa waziri yako hapa, ataongea zaidi, lakini ningependa kuambia tuvumilie rais wetu kidogo. Tunajua iko shida. Yeye si mtoto mdogo, yeye ni msomi, ako na ujuzi. Alipata uchumi yetu ikiwa ICU. Mambo ya taxes tunajua iko juu. Hata wakati wa ile serikali ya handshake ya nusu mkate, mambo ya taxes ilikuwa juu. Na rais anajua kuna kelele. Mimi huongea naye mara kwa mara, na nafikiri hizi siku zijazo mtaanza kuona mabadiliko. Kwa hivyo tuvumiliane. Kuna watu wako na incitement mingi wanazunguka wakiincite, lakini mimi naomba uvumilivu kwa serikali. Nikimalizia